again to bring to you the gospel of Jesus Christ. For this is the power of God unto salvation for everyone who believes. Hii ndiyo habari iletao wokovu. Mungu hana njia ingine ya kuokoa ulimwengu ila kupitia injili yake Yesu Kristo. Na ndio kwa maana tumekuja asubuhi ya leo. Kabla ufike kazini kwako, tunakutangazia habari ya uzima wa milele. Tunakutangazia habari ya amani na furaha, tukikwambia kwamba tunao upatanisho kupitia damu ya Yesu Kristo. Na siku ya leo unachohitaji ni kuamini tu na kukiri kwa ulimi wako ya kwamba Yesu ni Bwana. Hivyo ndivyo utapata upatanisho na Yesu Kristo. Si kupitia sadaka za mbuzi wala ng'ombe, ila ni kupitia Yesu Kristo. Si kupitia pesa zako ama matendo yako mema, ila ni kupitia damu ya Yesu Kristo aliyomwaga pale msalabani. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu mwenyewe ndiye alijitoa kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo si kulazimishwa, alilazimishwa. Si kama zile mbuzi na ng'ombe zinazolazimishwa. Yesu Kristo mwenyewe ndiye aliyejitoa. Mungu mwenyewe ndiye aliyempeana Yesu Kristo. Kwa hivyo hii ni sadaka ya kujitoa, na hii ndiyo sadaka inayoleta upatanisho wa mwanadamu na Mungu. Siku ya leo tumekuletea habari ya upatanisho, habari ya kukuletea amani na furaha, habari ya kukuletea uzima wa milele. Na ni rahisi kuipokea kwa sababu ni katika kumkiri Yesu Kristo kwa ulimi wako na kusema ya kwamba yeye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Biblia inasema katika waraka wa Ibrania 12 mstari wa 24 ya kwamba damu ya Yesu ndiye mpatanishi. Yesu ndiye ambaye ametoa damu ambayo inaonena maneno mazuri kuliko ile damu ya Habili. Damu yoyote ingine ile inanena kulipisha, lakini damu ya Yesu Kristo inanena amani, inanena urejesho, inanena furaha, inanena uzima wa milele. Na hiyo ndiyo habari tumekuja kukuelezea asubuhi ya leo, ya kwamba tunao upatanisho kupitia damu ya Yesu Kristo. Tunao upatanisho kupitia ile sadaka ambayo inaweza kuokoa, nayo ni sadaka ya Yesu Kristo. Ni katika Kristo Yesu ndiposa tunafanyika haki, si kupitia matendo yetu mema, si kupitia sadaka tunaweza kuzitoa, lakini ni kupitia sadaka moja ambayo Yesu Kristo aliitoa. Naye kuipokea ni katika kuamini na katika kukiri kwa ulimi wako ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana. Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Wakorintho sura ya 10 mstari wa 20 ya kwamba sadaka wazitoao ya kwamba wanaozitoa kwenye makaburi wanazitoa kwa mashetani, kwa sababu hiyo sadaka Mungu haitambui. Sadaka ambayo Mungu anaitambua ni ya Yesu mwana wake aliyeitoa mwenyewe, ya kwamba zile sadaka wazitoazo kwenye makaburi wanazitoa kwa mashetani. Naye Mungu anatuonya na kutuambia ya kwamba hatustahili kushirikiana na zile sadaka, kwa sababu haziendi kwa Mungu. Sadaka ni moja tu, damu ni ya Yesu Kristo inenayo maneno mema kuliko sadaka ile, kuliko ile damu ya Habili, ya kwamba ukapokea urejesho, ya kwamba ukapokea upatanisho kupitia damu ya Yesu Kristo. Hii ni habari ya upatanisho. Hii ni habari ya uzima wa milele. Hii ni habari ya kukuletea amani. Si kama ile damu ya Habili inanena kulipisha kizazi. Damu ya Yesu inanena amani. Damu ya Yesu inanena furaha. It is the blood that speaks mercy. It is the blood that speaks peace. It is the blood that speaks eternal life. And to receive this sacrifice is just by believing in your heart and confessing with your mouth that Jesus Christ is Lord. Praise the name of Jesus. To receive this sacrifice is by believing in your heart and confessing with your mouth that Jesus Christ is Lord, and you will receive salvation. For Jesus is the only name that has been given that men should call and be saved. Biblia inasema katika Matendo
sura ya 4 mstari wa 12, ya kwamba hakuna jina lingine ambalo limepeanwa ambalo mwanadamu anapaswa kuliitia ila jina la Yesu. Wakati uko katika shida, kuna jina ambalo tumepewa, nalo ni jina la Yesu Kristo, na unapolitia lile jina unapata kuokoka. Unaweza kumuita mzazi wako lakini asiwe na uwezo wa kukusaidia. Unaweza ita mjumbe wako lakini asiweze kukusaidia. Lakini Mungu ametupa jina lililo juu ya majina yote, nalo ni jina la Yesu. Yeyote aitiaye lile jina anapata kuokoka. Haitalishi umetoka wapi, haitalishi wewe ni kabila gani, lakini jina ni moja ambalo tumepewa, nalo ni jina la Yesu Kristo. Amelitoa mwenyewe. Mungu alimpatia jina lililo juu ya majina yote, na kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana. Na tumepewa nafasi asubuhi ya leo ya kupokea wokovu. Tumepewa nafasi asubuhi ya leo ya kupokea upatanisho na kupokea urejesho, ni katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema katika Isaya 6 mstari wa 9 ya kwamba Yesu amepatianwa, ya kwamba unto us a son is given, unto us a child is born, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. I have brought you the Prince of Peace. Kama unatafuta amani, nimekuletea ambaye ni mfalme wa amani. Jina lake ni Yesu Kristo, na kuipokea amani yake ni katika kuamini kwa roho yako ya kwamba Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako, na ametuambia tukuje tukuelezea kwamba tunayo amani katika Kristo Yesu. Naye ametutuma ya kwamba tukwambie ya kwamba kunayo urejesho, ni katika kumpokea Yesu Kristo, ni katika kuamini kwa roho yako ya kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Labda uko mahali pale na unasema ninataka hii amani. Labda umetafuta amani kwa madawa, umetafuta amani kwa pombe, umetafuta amani kwa wadada, umetafuta amani kwa masponsa, na ile amani haipatikani. Inapatikana tu kwa Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiye mfalme wa amani. Yeye yuko popote ulipo, na utakapolitia jina lake utapata wokovu. It is very simple to receive this peace. It is by believing in your heart that Jesus Christ is Lord, that He died for you, that He died to save you. It is the blood that speaks better things than the blood of Abel. It is the blood that speaks, not the blood of goats and bulls, but the blood of Jesus. When He hung on that cross, He said, my Father, why have you forsaken me? God forsook Jesus because Jesus took upon Himself. He bore your sin. That's why God forsaken Him, forsook Him, when He was at that cross. That today when you receive this message and believe it, that you will be called a child of God, that you will be called the righteousness of God in Christ Jesus. Righteousness is by believing in the only begotten Son, Jesus Christ. Sio sadaka zako, sio matendo yako, ni kupitia damu ya Yesu Kristo. Oh, that you may receive this salvation.
salvation. It has been given freely because Jesus paid the price at Calvary, or that you may believe. The Bible says that Jesus is standing at the door. He's standing at the door of your heart this morning, and he's telling you to receive him. He's giving you eternal life. When you receive Jesus, you receive peace. When you receive Jesus, you receive joy. When you receive Jesus, you receive empowerment. And so this morning, you can go to your place of work with eternal life. You can go to your place of work having peace. The Bible says in John chapter 13, verse 30, chapter 6, verse 33, that in this life, Jesus said that you will face many tribulations. But he said, be of good cheer, that I have overcome the world. And that is the message we have come to tell you. Be of good cheer, because Jesus overcame. And so we are more than victorious through Christ Jesus our Lord. And it is so good that he has told us to come and tell you that you can also be reconciled, that you can also receive peace and joy by believing in the name of Jesus. What will you say when you will stand at the judgments, when you will stand before the Lord? What will you say? You will remember this day that you had a woman telling you that God has forgiven you, telling you that God loves you. What will you say? That made you not to receive this salvation, because it is just by believing in your heart and confessing with your mouth that Jesus Christ is Lord. And the Bible says in John 3:16 and 17 that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him, not whoever gives sacrifice, but whoever believes in him, the only requirement is just to believe that Jesus died for you. That Jesus died for you. And he says that God did not send his only Son to condemn the world. He sent his Son that if you believe in him, you will have eternal life. The God who created you has given you eternal life. If only you believe in him and confess with your mouth as you go to work, you just say, Jesus, I believe in you. I believe that you are my Lord. I believe that you are my Savior. And just by saying that, you receive eternal life. Kwa nini uishi kwa machozi? Kwa nini uishi kwa majuto? Na kunalo jawabu. Nalo jawabu ni Yesu Kristo. Nayo ni rahisi kupokea hilo jawabu. By believing in your heart and confessing with your mouth that Jesus Christ is Lord. It is not your efforts. Si kupitia bidii yako, ni kupitia kuamini. Ndio kwa maana nimetangulia na kukuambia katika Wakorintho ya kwanza sura ya 10 mstari wa 20 ya kwamba Biblia inasema sadaka wazitoao kwenye makaburi wanazitoa kwa mashetani. Naye Biblia inasema ya kwamba haitaki tushirikiane na mashetani. Na ndio kwa maana ile damu ya Yesu ilishinda nguvu zote za shetani. Ili siku ya leo ukiamini Yesu Kristo unamkemea shetani, naye anatii, kwa sababu ni damu ya Yesu tu inayo uwezo. It is only the blood of Jesus that has defeated Satan. It is only the blood of Jesus that has defeated sicknesses and diseases. Not the blood of bulls and goats. It could not satisfy God. But in Christ Jesus, we have been reconciled to God. Just believe in him this morning, and you will receive eternal life by believing in your heart and confessing with your mouth that Jesus Christ is Lord. There are no two ways. Jesus is the only way, the truth and the life. It is very simple. You just repeat after me. Say, Lord Jesus, I believe in my heart that you are the Lord and Savior of my life.
receive salvation. Today I receive the forgiveness of sin. Today I receive eternal life. And just by repeating that short prayer, the Bible says that you will be translated. You will be removed from the dominion of darkness, and you will be brought into the kingdom of God's dear Son, the kingdom of dominion, the kingdom of ruling and reigning. That is the kingdom that has overcome the world. The Bible says that this is the faith that has overcome the world. This is the victory that has overcome the world. Our faith, nothing else. Nothing else has overcome the world but our faith in Christ Jesus. I don't know what you have been told, but I've come to tell you that Jesus is the only way, the truth and the life. I've come to tell you that we have forgiveness through his blood and the forgiveness of sin in the blood of Jesus. Jesus Christ, the Son of God. I've come to preach to you about Jesus. You need Jesus. You need Jesus. You need Jesus. Welcome him in your hearts. Just believe in him. It is very simple. You don't need to ask for permission from anybody. You can quietly believe in your hearts. You can quietly repeat and say, Jesus, I believe that you are my Lord. I believe that you are my Savior. And as simple as it is, you will receive salvation. You will receive eternal life. As I close, I want to remind you in Acts 4:12 that Jesus is the only name that we have been given that we may be saved. Siyo jina ya mababu, siyo jina ya walio wakuu namna gani, ni jina la Yesu tu. Hebu jaribu hilo jina siku ya leo. Just taste and see whether it is working. And I can assure you that yes, it is working, because we have come here as witnesses that Jesus is the name that has worked for us, because we called on that name and we were saved. We called on that name and we are healed. We call on that name and we are more than conquerors. Kenya, you need Jesus. Kenya, you need Jesus, not demonstrations. All you need is Jesus. Jesus is the only one who can save us and deliver us. And so this morning, I want to close. I want to give you another opportunity to receive Jesus. You just say, yes, yes, Lord, I believe. Yes, I confess with my mouth that Jesus is Lord. You can repeat this prayer quietly. Your neighbor doesn't have to hear. Just say, Lord Jesus, I believe that you are my Lord. I boldly confess with my mouth that you are my Savior. I receive the forgiveness of sin. I receive eternal life. Amen. Let me pray for you. Father, in the name of Jesus, thank you for you have given us this opportunity to bring this message of salvation. Thank you because this message has delivered and liberated someone in the name of Jesus. Thank you for everyone that has confessed you as their Lord and Savior this morning. Thank you because you have welcomed them into your kingdom. The same power that saves is the same power that keeps. Thank you because you are going to keep them in the name of Jesus until the day of Jesus Christ. I thank you for our nation. Thank you for giving us peace. Thank you for giving us good weather. And I declare that Jesus, you are Lord over Kenya in the name of Jesus Christ. We pray this and we believe. Amen. We come from Jubilee Christian Church, Thika Road. Our pastors, Pastor Morris and Pastor Pauline Gashero. Our church is located at Roasters, Exit 7. You are so much welcome. Our services begin from 8:30 a.m. on Sunday. And our second service is called Christosphere for Youth. It begins at 12 p.m. You are most welcome. Our midweek services on Wednesday and
Friday. They begin from 5:30. We invite you. God bless you. God favor you. May God keep you. You are blessed and not cast. You are favored in the name of Jesus. Amen. Amen.